Kajamwa, nimekuja na habari mpya. Chris, kwa nini umevunja makubaliano yetu? Ibilisi amenibana, sasa nifanye nini? Nikajikuta najitetea napanga kiunoni. Inafande Zabana uzahiweza hunauziwa kivuli cha ugonile Hanabati Sasa umenimiss. Hatari leo. Mwanangu. Nimekubali. Dako. Kubo tukakoma na Robe. Lazima tukashinda. Ugonile Astela! 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 Astela, uko wapi? Astela, acha masiara, uko wapi? Astela! Astela, kwa vile mimi Moga ndo umeamua kunifanyia hivi, je, ningekufanyia wewe ungeridhika? Hapana, nisingeridhika shoga yangu. Sema shoga yangu, uoga umezidi sana. Lakini msanii tu ngaseti. Tambua msitu una mambo mengi na watu wanapotea kila siku afu wanakuja kufanyia utani. Sawa. Vivi kuni umeziweka wapi au umezitoa? Nimezileta kule bondeni. Haya basi twende basi tukachukue ili turudi nyumbani. Astela, unajua mimi kule vile nilikuwa namuonaga kama mtu, yaani amevaa tu nguo nyeupe, sijui nani, sijui mzimu, sijui jini, mimi hata sielewi. Umeanza sasa. Yaani wewe umeshaingiza uoga. Haya twende basi. Twende.
Stella, niliweka hapa. Yaani sasa hivi nimeweka hapa hivi. Una hakika kuni ulizitupia hapa? Ndio, ndio maana muda ule mimi nikwambia kuna kitu nimekiona kimevaa kitu kiopo, sijui mzimu, sijui jini, mimi hata sijui. Kuni niliweka hapa, mimi sijui hata aliyechukua. Unajua wewe shida yako umejaa na uoga. Au zile pale? Ndio, zile mimi shoga yangu nilikwambia kuna mtu nilimwona, alafu mavazi yenyewe yale. Wewe angalia tu alivyovaa. Yule ndio amechukua kuni, mimi nilikuwa nimeweka hapa. Mimi nikwambia kipindi kile. Sasa wewe tulia hapa hapa, mimi nakuletea kuni. Naenda kuzichukua, alafu nakuletea hapa. Mimi najua tatizo lako wewe ni uoga. Sasa usubiri. Stella, usiende. Mtu mwenyewe unamwona kabisa amevaa mavazi gani afa unaenda. Yaani unajikuta ujasiri kafanyia huko nyumbani. Wewe unakuja kukujitia mwamba kweli? Bwana mimi naogopa. Bora tuenda tukatafutie kuni zingine unaenda huko jamani. Stella, rudi. Kijiji kinateketeza. Pajamwa, nimekuja na habari mpya. Chris, kwa nini umevunja makubaliano yetu? Hatukubaliana haya. Ulitakiwa baki katika maficho. Na yote haya kwa ajili ya usalama wangu. Sawa. Lakini mimi nimekuja kwa ajili ya kukulinda na kukusaidia wewe. Sina ndugu mwingine zaidi yako. Lakini kwa sasa sihitaji msaada wako na sihitaji ulinzi wako. Tambua hadhi yangu katika hichi kijiji bwana. Unatakiwa kuondoka. Basi nisikilize. Unajua mara kadhaa umekuwa umenipinga. Lakini kwa sasa nimekuja kwa jambo uzito sana. Na ni kwamba katika msitu wa kijiji kuna mzimu umekuja. Na yote kwa yote umerudi hauna nia nzuri katika hichi kijiji. Yaani unajua nimeweza mimi ni serikali. Alafu sisi serikali hatuamini mambo hayo. Sawa. Lakini tambua heshima yangu katika hichi kijiji. Na mimi ni mwenyekiti. Na mimi pia ni serikali. Mara ya kwanza wewe ndio ulisababisha matatizo hapa. Wewe ni nani uliyechukua kuni zetu? Kiburi Na kama ulichukua kuni zetu kiubabe, na mimi nachukua kiubabe vile vile. Na hutanifanya chochote. Mara ya kwanza wewe ndio ulisababisha matatizo hapa. Ukaondoka kwa ajili ya kusafisha jina langu. Sasa ukirudi aone kama ni hatari. Na hivi vyote unavyofanya ni vitu vya siri. Hautakiwi kuja kabisa katika mazingira haya. Na naomba usije ukaja kuniletea matatizo mengine. Ondoka ndugu yangu. Nenda mafichoni. Hayo yote kwa ajili ya usalama wako na usalama wangu. Ndugu yangu, pachangu Pajamwa.
Kila kitu wewe kwangu hutaki, kila msaada wangu bado hutaki. Sawa, mimi ngoja niende. Sawa, ondoka na usudi tena, na sio kama nafanya hivyo kwa sababu sikupendi. Hapana pachangu, wewe ndio ndugu yangu kwa pekee, nalitambua hiyo, lakini kwa sasa tulishalifanya kosa. Ile kosa itakiwa tena kurudi. Wewe unijifanye mjinga, lakini naomba tu uondoke. Natambua kwamba wewe ndugu yangu, nakupenda sana. Ngoja nikwende mwana kwenda, lakini Mwasiti, Mwasiti, tunahitaji ukombozi. Mwasiti, anaonekana si mtu wa kawaida yule. Sasa kwa nini afanye yoyote? Na kwa nini ingia katika msitu wa kijiji hiki? Lakini nitaenda naye sawa tu yule. Sio gani leo? Sio kwaje? Si alikufa. Sasa hatari. Sema kwa kwaje? Hao watakuwa wamefika kulipiza kisasi. Sasa Mwasiti kwaje? Sitakufa. Wewe nifanye nini? Yeye nikamsaidia.
kijiji kinatekete, ugonile Afadhali nimekukuta mwenyekiti, maana kuna shida. Na shida gani kwani? Mwenyekiti, kuna ujumbe nimeupokea kwenye simu. Inaonekana kuna shida katika msitu wa kijiji. Kuna shida? Ujumbe nilioupokea, inasemekana kwamba Mwasiti amechukuliwa na mzimu na anafukiwa kwenye kaburi. Mwasiti? Unajua ndio mimi sikuelewi. Katika hichi kijiji hakuna habari yote kuhusiana na mambo ya mizimu. Yaani tangu enzi hizo za mababu. Sasa leo tena unaanza kuletea mimi mambo ya mizimu, sio Mwasiti. Wewe kuwa makini na hicho unachokiongea. Kuwa makini na unachokisema. Yaani sijakuelewa. Ninavyoongea mimi ni ukweli kabisa, mwenyekiti wangu Pajama. Naomba niamini. Sawa. Kwa hiyo wewe umekuja hapa unataka msaada gani? Na unataka mimi nikusaidie nini sasa? Mimi naomba tungeongozana ili tuweze kumsaidia mke wako na Mwasiti. Kama ingewezekana, ungeita hata na mgambo. Daki baada ya kujificha ili ajiokoe maisha yake, anaojionyesha hadharani hadi ashika. Sasa nitamsaidia Dili, anashinda hata mwenyewe kujiokoa maisha yake. Mimi nitachoka. Gonile, sitakuogopa tena, bali nitapambana ili tuweze kujiokoa. La mgambo likilia ujue kuna jambo, lakini mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu sisi serikali hatuwezi kuita mambo ya mikutano au kuita la mgambo wakati hatuamini kuhusiana mambo ya kishirikina. Kwenye ofisi yangu huwezi kuita mambo ya kishirikina na kukusaidia, mambo ya kichawi na kukusaidia. Kwa hiyo sisi hatuwezi kufanya hivyo, labda tafuta namna nyingine ya kutaka msaada mwingine, lakini kwa mimi niseme tu ukweli, siwezi kukusaidia na sidhani kama nitaweza kutoa ofisi yangu kuipeleka kwa msituni kufuatia mambo ya kishirikina. Hapana. Sisi tulikuchagua wewe ili utusaidie na wananchi wengine. Kwa hiyo mwenyekiti, ndio maana nikalileta kwako. Naomba unisaidie mwenyekiti. Sijui nikusaidiaje, lakini labda
uende na huje hapa na ushahidi ambao unaeleweka, lakini sio ushahidi kusema mizimu. Hapana. Kama umesema Mwasiti sio ametekwa, sio amechukuliwa, sio amezikwa, angalia kama kuna watu wamemteka au vitu vingine, lakini kusema mizimu hapana. Lakini mwenyekiti, ungenisaidia tu mwenyekiti. Ibilisi amenibana, sasa nifanye nini? Nikajikuta najitetea napanga kiunoni. Inafande Bwana unahiweza unauziwa. Sikia. Afande nilegeze kamba ili niweze kukupanga. Iyo nami naimba. Ujua yamenikuta. Afande nilegeze kamba ili niweze kukupanga. Iyo nami naimba afande kwa sababu ya ugonile. Afande nilegeze kamba ili niweze kukupanga. Iliyo nami naimba kwa sababu ya ugonile. Ugonile apate dawa. Sikia. Ibilisi amenipanda, sasa nifanye nini?
Astela. 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 Ndo inaonekana sehemu ya tukio. Au kule mlimani. Sema ngoja nikaangalia pale mlimani juu. Astela! Astela! Huo mchanganyo ndio kunywesha ni mchanganyo wa nywele, jasho na mate ya huyu binti. Na hapa tuliyefanya sasa ni hatua ya kwanza. Sasa subiri hatua ya pili. Inabidi tumie njia rahisi, utoe huo mwili na uweze kulala kabla huyo binti hajamaliza kufukua uko duniani. Inabidi uwai. Na kwa sasa inatakiwa tupate muda ili kulipoteza ile kaburi katika uso wa dunia. Nashukuru Mzinganga kwa msaada wako. Nitafanya kama ulivyoniambia. Jambo. Naona saizi umeanza kuwa na akili. Umeanza kuwa na uelewa. Ulichokifanya nimekipenda. Ni majibu mazuri umemjibu Ndoni. Ila wewe Chris ndio hauna akili timamu. Maana sio mwelewa kabisa. Nilikwambia usitoke mafichoni. Sasa unakuja kufanya nini? Pumzi yangu hubeba jina lako pole pole. Kila nikianguka wazo lako uninyanyua. Kila nikitetemeka sauti yako unitu. Pole sana mke wangu kwa hayo matatizo yaliyowakuta. Asante. Vipi? Mbona umefika peke yako? Lazima nifanye hivyo. Mke wangu, Mwasiti yuko wapi? Mwasiti yupo kule, amefikiwa. Da. Mbona hatari? Aya basi twende. Tukamfuate. Wewe kwanza na mwisho wangu. Upendo. Kisasi kinatata. Msitu wa kijiji ugonile. Ni majibu mazuri umemjibu Ndoni. Ila wewe Chris ndio hauna akili timamu. Maana sio mwelewa kabisa. Nilikwambia usitoke mafichoni. Sasa unakuja kufanya nini? Yaani usitokielewa ndugu yangu Pajamo. Kuna jambo natakiwa uwe mwelewa. Unajua habari niliyokuja nayo sasa hizi kidogo sio nzuri. Ugonila ameshaongezewa nguvu sasa. Ameanza kutimiza vile vigezo za yeye kuweza kulipa kisasi. Sasa kwa namna nyingine
habari mbaya ambayo naihofia ni kwamba yeye katika akili yake anajua Pajama ndo mbaya. Kwa hiyo kisasi chake atafika kulipa kwako na sio kwangu. Sasa hiyo uone kama itakuwa mbaya na inaweza kikupoteza ndugu yangu, na sio vizuri kuwa hivyo. Hasa usichokijua unachoendelea kukifanya, mimi ni bora nijitoe kafara. Yaani kama kuna mtu anataka kulipa kisasi kwa sababu ya makosa yangu mimi au makosa yetu sisi wawili, basi niko tayari nife au nijitoe kafara mimi, ili yule mwenye haki nihakikishe kweli ampata haki yake. Kwa sababu mimi nakwambia jifiche, lakini bado narudi. Haya, sasa unataka tufanyeje sasa? Kama yupo kwa ajili ya mimi kunitoa kafara au unataka kutulipa kisasi kwa ajili yako wewe, mimi kwangu niko tayari, ili yeye kama anaona kisasi ni haki, basi apate haki yake. Ndio shida yako ndugu yangu Pajama. Yaani punguza kidogo huo ujinga. Yaani mimi sitoja kuja kuona yani wewe unateketea au unaingia katika matatizo wakati mimi nipo. Daima nitakuwa upande wako kwenye vita na kwenye raha. Mimi sijawahi kukuambia kwamba nahitaji wewe upande wangu. Mimi sitohitaji wewe upande wangu. Na kama utaendelea hizi pampalala hizi za wewe kutaka kunisaidia mimi, nakwambia leo peace, sitokuonea huruma kamwe. Narudia tena, sitokuonea huruma. Na kama ukiendelea hizi pampalila zako hizi, sasa nakwambia hivi, ile ahadi ya kuweka kwenye chupa ndio ninachokuweka sasa hizi. Yaani ukiendelea na usumbufu, nitakuweka kwenye chupa na nataka ukome. Na kuamuru kwa amri ya mwana wa Ngenga, ingia humu na ulale chali. Sawa mwana wa Ngenga, nitafanya vile kama utakavyo. Nipo kwa ajili ya kutumikia wewe. Vipi akina Stella? Mbona siwaelewi? Na wewe Ndodo, na kuamuru kwa amri ya mwana wa Ngenga, urudi nyumbani na usahau yote yaliyotokea hapa. Sawa mwana wa Ngenga, natia amri yako. Sharambaya
tunahitaji ukombozi. Kunywa mchanganyo. Mchanganyo. Mchanganyo, mchanganyo. Bwana Yesu alikataa mchanganyo. Kunywa mchanganyo. Mtamu eh? Utasononeka tu safari. Kwa sasa umekamilisha kila kitu. Hakika unazo nguvu za kuweza kulipiza kisasi chako, ila usikurupuke, maana adui yako bado ana nguvu za kutosha. Nashukuru wewe mwana Ngenga kwa kukamilisha haya, ila sitaweza peke yangu, nahitaji msaada wako. Mapambano, shida na tabu, tuliumbiwa sisi. Dodo, Dodo, amka bwana. Dodo, Dodo. Nini? Hivi Dodo, una shida gani? Mbona uko hivyo? Hivi nimefikaje hapa? Sasa unaniulizaje mimi? Kwani ulikuwa wapi? Hivi mke wangu na Mwasiti wamerudi kweli toka kwenye kuni? Mke wako nilimwona anaingia hapa jikoni, lakini kuhusu Mwasiti mimi sijui. Ndugu yangu, nilipo hapo yani kama sijielewi hivi. Na sielewi kilichotokea. Kuna ndoto nimeota. Inavyoonekana Stella na Mwasiti wapo kwenye matatizo. Walinitumia ujumbe na nilienda mpaka kule. Lakini ninachoshangaa najikuta niko hapa. Dodo,
hiyo ndoto ibaki kuwa ndoto, lakini mke wako nilimuona anaingia jikoni. Unajua bado sijakuelewa. Unasema ameingia jikoni? Mbona kama kuna shida? Kuna shida gani? Basi ngoja nikahakiki, maana sielewi. Hii ni ishara mbaya. Tunahitaji ukombozi. Ndugu yangu, wewe uliniambia ameingia jikoni. Mbona inaonekana milango nimefunga toka nilivyofunga mimi? Sasa ndo hapo naanza kuamini. Hiyo niliyosema ni ndoto, inawezekana ikawa sio ndoto. Kwa maelezo yako uliyoongea, bado sijaelewa. Kwani kuna shida gani hapo? Ndugu yangu, inavyosemekana kuna mzimu wa ugonile katika msitu wa kijiji. Ugonile? Mbona hatari? Una uhakika unachokiongea? Ndio, na uhakika. Na hapa kinachobidi ni kwenda kwa Baba Mwasiti tukampe hizi taarifa, tunaweza tukawapoteza. Jitu, naomba tuongozane ili tuweze kusaidiana kwenye hili swala. Kwa Baba Mwasiti mimi nitakusindikiza, lakini mimi ni mwiko kwenda kwenye msitu wa kijiji. Sawa basi, tunaenda kuangalia kwa mbele ya safari. Mwasiti, zitoa tu hapo hapo, mimi nakuja kuzipanga. Sawa. Halafu nakuomba njoo niandalie chakula, nahisi njaa hapa. Oli. Karibuni jamaa. Sawa. Habari ya saa hizi? Baba Mwasiti. Safi, karibuni vijana wangu. Asante Baba Mwasiti, ila nimekuja na taarifa mbaya kidogo Baba Mwasiti. Taarifa mbaya? Ndio Baba Mwasiti. Taarifa gani hiyo? Ni taarifa kuhusu mwanao na mke wangu Astela. Mwanao Mwasiti amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Inaposemekana amezikwa mzima na ugonile. Nyinyi vijana, naomba mjiheshimu. Mwanangu amerudi sasa hivi kutoka kwenye kuni na ameniita mimi baba yake, lakini nyinyi mnakuja na taarifa kama hiyo. Haya maneno mnayatoa wapi? Baba Mwasiti, kuwa na uhakika na hayo maneno ambayo unaongea. Una uhakika mwanao yuko salama? Ni kweli nina uhakika. Mwasiti! Mwasiti! Kweli jamani, ni kweli mwanangu Mwasiti huko nyuma hayupo. Kabla nyinyi mjafika, aliniita akiwa nyuma huko niende nikamtoe kuni, lakini cha ajabu nimerudi nyuma huko sijamkuta, na cha ajabu na kuni zenyewe sijaona. Inawezekana ulichoongea Dodo ni cha kweli. Sijui huko mwanangu amepatwa na nini. Dodo, ni nini unachokijua wewe kinachoendelea kuanzia hapo kati ya mke wako na mwanangu Mwasiti? Mke wangu alinitumia ujumbe na nilienda mpaka kule na nikakutana naye, akanipeleka mpaka sehemu ambayo amefikiwa mtoto wako na mzimu wa ugonile. Lakini baada ya hapo kilichoendelea sikuelewa, nilijikuta niko nyumbani. Kwa hiyo ina maana ugonile imerudi tena? Ndiyo, ndio maana nimekuja hapa. Okay, na kwamba tuende tuambatane, tuende. Jamani, mimi sitaweza kwenda kwenye msitu ya kijiji. Baba Mwasiti, hili jambo la kwetu sisi wewe na mimi,
Tukimsikiliza ndugu yetu Jitu hapa atatupotosha, maana nimeenda kwa mwenyekiti naye amegoma kutupa msaada. Naomba baba Mwasiti tuongozane tukapatia msaada. Ina maana mwenyekiti amekataa kutusaidia? Kutusaidia sisi wana kijiji wake? Sio mbaya. Mguu wako mguu wangu. Twende zetu. Mapambano, shida na tabu, tuliumbiwa sisi. Baba Gilei, kuna habari mpya imetokea. Mzimu wa Ugonile umerudi tena. Kama mzimu wa Ugonile umerudi, utamtembelea kila yule aliyemtendea ubaya Ugonile. Mimi nakushauri tu Baba Gilei, tusiwe tunazulula tu ovyo. Tuwe na tahadhari Baba Gilei. Nitaweka tahadhari. Unaona ya kuelemea, unaona tabu, unaona giza. Siti. Hapa ndo palikuwa na kaburi. Lakini ninachoshangaa, mbona pameota nyasi kama hapajachimbwa na kitu? Yaani kwangu imekuwa ajabu sana. Haijawahi tokea. Maana hapa ndo palikuwa na kaburi tulilomfukua mtoto wako Mwasiti. Lakini baada ya hapo sielewi kilichoendelea. Hivyo kijana, ni nani atakaye kuelewa kuwa kama hapa palikuwa na kaburi ambalo lizikwa mwanangu Mwasiti? Huoni kama unanitibua? Ni ngumu kunielewa. Ninachokuambia kina ukweli kabisa. Hata mimi sielewi imekuwaje. Lakini naomba niamini mimi. Kijana, unajua ni nini? Ni mara kadhaa watu wanapotea katika msitu, lakini kumbe huwa wanatoroshwa kwenda mjini huko. Naamini kuwa wewe umemtorosha binti yangu na kwenda kunionyesha kuni zake. Sasa nakwambia, nisipomwona binti yangu nitaenda kuripoti ofisini. Hata mwenyewe napambana ili nimpate mke wangu. Huwa siwezi nikafanya ujinga kama huo, kumtorosha binti yako ili aelekee mjini. Hapana, baba Mwasiti. Sasa kijana, nakuomba unisikilize kwa makini. Huu upuuzi siwezi nikaufumbia macho hata siku moja. Nitahakikisha hadi unanitolea binti yangu Mwasiti umempeleka wapi. Umbavu moja. Mtu mwingine anaweza kuona kama ni mjinga, lakini imekuwaje sehemu ya kaburi imepotee ghafla hivi? Siamini kabisa. Odi. Odi. Karibu. Nakuita kimoyo moyo,
Nataka kuongea nini mpenzi? Mimi nimefika kama ninavyofika kila siku. Nimefika kwa ajili yako. Nimemkimbia mume wangu kwa ajili yako. Na nimekumisi sana mpenzi. Sio vizuri kusimama mimi hapa nje. Vizuri zaidi tungeingia ndani tuweze kuongea vizuri mpenzi. Haina shida. Choma ndani. Leo kazi ipo. Kivumbi leo. Wewe ndodo, sitaki huo usumbufu wako. Baba Mwasiti, ninachokushauri mimi kwa sasa hivi ndo cha muhimu zaidi. Twende kwa mganga ili tukaangalie nini kinawasibu hao watu. Ndodo, usinipigie kelele hizo na usinifanye mimi mtoto mdogo. Ili sitalikalia kimya hata kidogo. Nahitaji binti yangu apatikane. Si unaona Baba Mwasiti, haya ndio maajabu yenyewe niliyokuambia. Angalia sasa, binti yako Mwasiti yule pale. Mwasiti! 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 Sana baya upi. Silisema umenimisi. Hatari leo. Na nilisema kivumbi leo. Mtoto kauta. Kalitaka mwenyewe hilo. Mwasiti mwanangu, mimi ni baba yako, nimekufuata turudi nyumbani. Mkuu, nimeishiwa nguvu, naomba unisaidie. Baba Mwasiti, usinisogelee. Mwanangu, mimi ni baba yako, turudi nyumbani. Shida ni nini? Nimeshakwambia usinisogelee, nitakuua. Mwasiti mwanangu, mimi baba yako nimekufuata. Kama unataka kuniua, niue tu. Mimi nakuomba urudi kwenye fahamu zako. Mimi nimeshajitoa maisha yangu kwa ajili yako. Baba. Mwanangu. Mguu! Mguu! Nahitaji msaada wako. Nimeishiwa nguvu mkuu. Babu! Naomba msaada wako babu. Naomba nisamehe. Sitakuja tena kwenye himaya yako. Ugonile, hapo hujasema. Haya ni mpaka ucheme. Wewe unasumbua na umeanza kusumbua. Unatakiwa uingie hata hiki kibuyu ili usiendelee kusumbua. Mzee Ngenga, naomba msaada wako. Naangamia mtoto wako.
Kumbe Ngenga upo nyuma ya hili. Na kukaribisha tena. Mtanikuta. Hii ni vita Mura. Mwanangu. Nimekubali. Baba Mwasiti. Baba Mwasiti, mimi nilikwambia hayo mambo yote yanayotokea humu msituni yanasababisha na ugonile. Umeshaniamini sasa Baba Mwasiti? Ndodo, mimi nakuomba unisamehe tu kwa hilo. Kwangu ilikuwa rahisi kuamini. Na hapa nilipo sielewi kama nafanyeje ili niweze kumwokoa mwanangu Mwasiti. Baba Mwasiti, hapa mimi naona kwa usalama wetu bora tuondoke. Cha muhimu zaidi Baba Mwasiti, naomba tuende kwa mganga. Ni kweli. Kabla hatujaenda kwa mganga, inatakiwa tuende kwanza kwa mwenyekiti. Naamini pale tutapata msaada. Huyo mwenyekiti haelewi chochote. Ndodo, wewe uweze elewa. Lakini kwa mwenyekiti kuna siri kubwa sana. Na kule ndio shimbuko kwa matatizo haya yote. Sawa. Basi twende kama unahisi ile sehemu salama. Je, kama mimi nisingekuja kusaidia, ingekuwaje? Na leo nimetumia nguvu nyingi sana ili kusaidia. Nguvu zako zimeunganika katika wale mabinti wawili. Sasa ukizigawa na wewe lazima upungukiwe nguvu. Unanifanya nirudi duniani wakati sikustahili kabisa kuwa katika dunia ile. Maana mwanga ujua unaniumiza. Natumia nguvu nyingi sana kuishi katika ulimwengu ule. Nisamehe mkuu wangu. Sitarudia tena hili. Na bado nahitaji msaada wako kimawazo na kinguvu pia. Saidie mzee wangu. Kuna jambo nimesahau kuambia kuhusiana na adui yako. Wale ni mapacha. Kuna mmoja yupo mwema. Kuna mwingine ni adui yako. Mkuu, hilo nililigundua kipindi natoka katika nyumba ile ya mwenyekiti. Maana nilipishana nao ila sikujua yupi ni mwema na yupi ni mbaya. Huo ni mtego ambao sisi hatuwezi kutegua. Mimi nakuomba upambane na yote yule atakayekuja mbele yako. Maana kisasi chako kipo juu ya ile familia. Mwenyekiti, bora tumekutana. Maana huu mguu tulikuwa tunakuja kwako. Hali imezidi kuwa mbaya zaidi. Maana mke wangu na Mwasiti hawaonekani mazima mwenyekiti. Ni kweli. Mimi mwenyewe hapa leo hii nimetokewa na mwanangu. Na bahati mbaya amegeuka kuwa ugonile. Na chanzo cha matatizo haya yote ni familia yako mwenyekiti. Sawa, lakini unajua hata mimi leo nimepata ugeni. Na ugeni niliona nyumbani, ugeni wa ugonile. Ugonile amenitembelea leo. Lakini bahati iliyokuwa kwangu hajaweza kunidhuru. Kwa hiyo hapa naona kabisa kuna vita ile tulioanzisha sasa naona imekuja. Ni kweli Pajama. Hapa kuna hali ya kisasi. Kwa yale yote tuliyemtendea ugonile siku za nyuma. Unajua mimi nimelifikirisha sana hilo.
lakini nachoshukuru Mungu nimeelewa. Lakini hapa inabidi twende kwa mzee wa mila, maana naamini hapa kuna mila fulani tulikosea wakati tunamzika Ugonile. Kwa hiyo naamini hapa tuongozane, twende kwa mzee wa mila, yote atapata ufumbuzi wake. Sasa mwenyekiti, kwa yale yote yaliyowakuta mke wangu pamoja na Mwasiti, kweli tunaweza tukawakuta bado wazima? Nashindwa kukupa matumaini, lakini usio na shaka lolote, Mwasiti na Astela hawajafariki, lakini tu wanatumika kumpa nguvu Ugonile ili aweze kulipa hichi kisasi. Haya yote tukienda kwa mzee wa mila tutapata ufumbuzi mzima. Kwa hiyo wewe usio na shaka lolote, kila kitu kitakaa sawa kabisa. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Mimi naomba tu tuongozane basi ili tuweze kupata msaada wako. Haina shida, kwa sababu hata mimi kwenda kwa mzee wa mila. Tuenze. Mapambano, shida na tabu tuliumbiwa sisi. Vijana, nimeuelewa na nimeuelewa shida yenu. Makosa yalifanyika kwenye mazishi ya Ugonile, lakini msiwe na shaka. Wewe Mama Mwasite na wewe kijana, naomba mkachukue ile nguo ya Stella na ya Mwasite, mkaipate nguo yenye jasho au chanio au kofia ili tupate nywele zao. Na pia naomba mniletee mswaki ili kupata chachu ya mate yao. Mkifanikiwa kuleta hivyo vijana wangu, tutamaliza utata. Naomba mje nazo mapema na muwe makini sana. Msimuamini mtu yoyote. Mzogwine. Sawa, tunashukuru. Lakini baba Mwasiti, unaonaje tumetanguzana wote ili kwa usalama wetu zaidi? Sawa Dodo, mimi nimekuelewa. Lakini mzee wa mila amesema tukutane hapa. Lakini mimi naona kama tutachelewa. Kwa nini wewe usiende unakoenda na mimi nikaenda ninakoenda? Ila tuchungie muda, baadaye tukutane tena hapa. Umenielewa kijana? Sawa basi. Sasa matokeo mwai kama mimi sijaondoka. Naomba mzingatie alichosema. Twende tuondoke. Maumivu ya moyo ni mazito. Hajamwa, mbona kama bado namuona pacha wako? Ni kweli Kasesa, baba anakuja nyumbani kwangu, lakini nishamkanya mara kadhaa na sitamani kabisa afike nyumbani kwangu. Nishamkanya na kumkanya, simhitaji pale mazingira nyumbani kwangu. Sasa sielewi hapa tunafanyaje, maana yeye ndo mwanzo haya matatizo, na mimi akifika tena ataongeza matatizo kwa makubwa. Maamuzi ya kuishi au kumpoteza huyu pacha wako yapo chini yako. Ni kweli, lakini mimi ningeomba ngoja kumalizana kwanza hii swala la hawa. Wakirudi na hivyo vitu, basi tukishalimaliza hili la Ugonile, mimi nitakuomba tumtengeneze vizuri kabisa Chris. Kama tutamweka kwenye kibuyu sawa, kama tutamuondolea nguvu sawa, lakini simhitaji. Naona naharibu kabisa sifa yangu kabisa. Mzee wa mila, mimi nakutegemea wewe. Bado una huruma na upendo wa kijinga kwa ndugu yako, na anajua anaingilia huo mchezo, na hiyo kazi itakuwa ngumu sana, lakini ngoja waje kwanza wa vijana. Lakini basi tungefanya jambo moja tu. Mimi naona ataelekea huko kwenda kupambana hii vita. Sasa ni vizuri tungemwondolea nguvu mapema. Kama unaweza basi nisaidie kwa hilo. Muondoe nguvu kabisa, asiwe na hizo nguvu tena za kuanza kupambana kuja katika ulimwengu. Ningeomba fanya hivyo. Hiyo swala ndogo. Hiyo ndo kazi yangu. Gwikomba gwipata shida. Ugonile
Kuna taarifa mbaya. Mzee wa mila ameagiza kuwa aletewe nguo za Stella na Mwasiti ili aweze kupata jasho, mate na nywele. Kwa sasa Ugonile, tumeanzisha vita. Inabidi ukazuia hiyo vita. Nenda ukapambane. Sawa mkuu, lakini najiona saizi sina nguvu za kuweza kupambana na maadui zangu. Sasa utakata tamaa. Usipoenda saizi tutateketea. Ataivunja ingome, nawe utashindwa kulipiza kisasi chako. Hapana, sijakata tamaa na lazima nilipize kisasi. Nitaenda mkuu. Ondoka saizi. Mauzauza kijijini, kisasi kimehamia kijijini. Ugonile Ohomile Ugonile Ugonile hakuna tumaini. Yaani wewe umechelewa sana. Na hapa nilikuwa nakufuata wewe. Maana hizo nguo na hiyo vitu ambavyo vimeagizwa na vitu nikashona katika kaburi la Ugonile. Sasa umechelewa hadi mimi nilikuwa nakufuata. Sawa. Lakini Dodo yuko wapi? Sasa mambo hapa unaweza kuzaa mambo ya Dodo. Dodo mtangulia na mzee wa mila. Lakini nakumbuka sasa alisema tukutane kwake. Ni kwa nini tukutane hapa? Kwa muelewa. Wewe ndio uliochelewa. Ndio maana Dodo na mzee wa mila wanaotangulia. Kwa hiyo nimekufuata hapa kwa ajili tujue wapi tunakoelekea. Mzee wa mila huwa akisema jambo lake hawezi kuvunja makubaliano yetu. Na Mwasiti, mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia tu wewe. Punguza haya maneno. Kama nataka tudadisi mambo mengi kuhusiana na mzee wa mila, basi mimi nisingefika hapa. Nikuja mwenyewe. Mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia. Kama unahisi unataka msaada wangu, tuongane tena. Basi sawa, twende. Kumbuka masharti, kumbuka kanuni, zingatia masharti, zingatia kanuni. Ugonile, Ugonile. Dodo, hivi unajua kama umechelewa sana? Yaani hapa baba Mwasiti ameshatangulia na mzee wa mila Kasesa. Na amenituma mimi nije hapa kukusubiri. Maana umechelewa kupitiliza. Tulikwambia uwai. Lakini mzee wa mila Kasesa alituambia tukutane nyumbani. Kwa hiyo wewe Dodo uniamini mimi. Natambua kwamba Kasesa ndio alisema utukute sisi nyumbani. Lakini huyo Kasesa ndio aliniambia nije hapa nikusubiri ili twende huko kwenye kaburi la Ugonile. Na amesema twende huko kwa sababu umechelewa. Na pia amesema lazima tukamwangamize Ugonile katika kaburi lake. Basi ni sawa, twende. Mimi nachosubiria hapa, nataka nimpate mke wangu tu akiwa mzima. Twende. Makosa ya kimila yanatunyanyasa, mila za tutawala bila huruma wala kiasi.
Unajua mzee, mbona anachelewa sana kufika? Unajua ameondoka muda mrefu sana. Hata mimi sijajua. Ngoja mimi nimwite kwanza Dako, kibaraka wangu. Yeye ndo atakayenipa majibu ya hiyo safari yao. Je, kukupilibu? Safari yao imeingiliwa na wageni. Kimvuli cha Ugonile kimeanza kuleta shida, lakini bila shaka nahisi tutashinda. Haina shida, tutafanikiwa tu. Mwenyekiti, wewe rudi nyumbani. Acha hiyo vita, sisi tukapambane wenyewe. Nashukuru kwa sababu unajua nafasi yangu, unajua heshima yangu. Na nashukuru pia kwa sababu unajua mimi kuhusiana na mambo haya kichawi haya siendani nayo kabisa. Mimi naomba mpambane na umalize hili. Nimekabidhi kijiji katika mikono yako ili uweze kuikomboa. Na hii vita kimila naomba uimalize wewe. Nashukuru. Ngoja nikwende. Dako, kubo tukakoma na Robe. Lazima tukashinda. Ugonile oh mile Ugonile Ugonile tupo gizani. Mbona safari yako sielewi? Tumetembea saa hizi karibia nusu saa kwenye kaburi la Ugonile lenyewe tufiki, wakati makaburi yenyewe kwa jirani tu. Wewe Mwasiti ndio safari unaitia kivuli. Yaani kila hatua unataka kuuliza zote maswali. Sasa kuna kaburi si ndio pale tu sasa. Tulishafika. Kama vipi nipo kwanza mfuko. Alafu wewe ndio utafuata. Na mimi natangulia. Maana hapa nipo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Mbona hiyo safari ya mwenyekiti mimi sielewi? Asije kama umeingilia Ugonile hapa. Ugonile Mauzauza kijijini, kisasi kimehamia kijijini. Ugonile. Pole sana kijana. Niliwaambia kuweni makini, lakini siwalaumu. Maana mtihani mliopewa ni mgumu sana kwenu. Hivi mzee Kasesa, ina maana nimepoteza nguo na vitu vyote ulivyoniagiza? Nisamehe sana mzee wangu. Nilikusamehe toka nilivyokukuta hapa, lakini omba Mungu jambo lisiwe ngumu. Mauzauza kijijini, kisasi kimehamia kijijini.
Ugonile, ugonile, hihi. Ugonile, ugonile. Ugonile, tupo gizani, kisasi